Unapotanga unaambia msee kitu yako, ni kitu yenye ulikuwa umesema this is confidential. Bro, usiambie mtu akia nani. Bro, mimi nakuaminia hii kitu nakuambia, juu ni best yangu, usiambie mtu. The moment unatoka hapo, 411. Halo, yedhaiga bashai. Umesikia kitu Nicholas amefanya? Unajua ude mwenye alikuwa na masikio kubwa ni demi yake. Hata kona mimba. Like that is something that most men do fear. Tusiende hivyo tuanze. Ni ukweli, ni huyo. Let me ask a question. Tuseme tu ni follow up. One day you're gonna be a parent, si ndo? God willing, God akupe sons. You want to teach your son that it's opening up his weakness. Hi beautiful people, my good name is Wanjiku Karaoke and welcome to Conversations with Wanjiku. As we mark Mental Health Awareness Month, I figured it's also right we also get the men's perspective on mental health. Yes. Yeah, and so today on set I'm joined by, on my left, himself. Mimi naitwa Jeka hiyo, aka Babanderito, aka Handsome Boy, saved and shaped. Manze si funny. Hiyo joke umepiga mara ngapi? Si ni intro yangu. Unajua watu wenye hajazoea kinyozi hawezi jua. Drum rolls. on my, by the way, editor ukiedit uniwekea hapo drum rolls za ukweli. Drum rolls. Sawa, twende kwa huyu mwenye apendi kinyozi. On my right, drum rolls. Kitu ya kwanza, I'm saved, not shaved. Ujamaa anapenda lines zangu. Sitafuta zako. I go by the name Nico Director and Nico Creative. By the way, mtu anaweza sema chenye ufanya, si ndio? Nico Creative. All the music. Yo sikate. Yo tukona. All the music videos. Laura jamaa mrefu anaitwa Bradley. All the music videos. No, umesema about kile. Tuko Ethiopia. Sawa, ni kweli ndali aborere. Tulia. Walisema tutafika na Muratina. Hapa ni wapi? Ethiopia. Okay. What's it? Mani wenanyeni. Sawa. So I go by the name Nico Creative, and all the music videos that you see in Kikuyu industry are Nico Creative. You are sure? Unafanya nini? Mimi sometimes nikiwa busy na anga. So saa zenye siko busy sana nakuja nachekelea msee. Napenda kumchekelea. Ananimiss. Bado napenda kuchekesha watu wenye kona stress. So ni comedian. Ondoa mguu. It's so funny. Itabidi mmetulia. Si jamaa tulie. Unajua tunaongelea kuhusu mental health awareness and mental health month na tunaona uko mental. Mental disturb. So I'm a comedian, a content creator, a script writer. Hizo vitu zote. Hakuna kazi yenye siwezi fanya kwa production, including being a gaffer. Hizo vitu zote. Yeah. But just your light. MC. I'm a good editor. About just your light. I can't. So hizo vitu zote. In case uko hapo uko na harusi, unataka MC. Pia tunafanyanga live streaming na kampuni mzuri inaitwa Source Visuals Communication. Yeah. For the first time sema yeye ni gaffer. Yeah, that's the work of the gaffer. Interview sasa. Achana huyo. Ni mtu ambaye kidogo hataki kazi. You see what youth we have here in this country. This Gen Z. Sawa, tuendelee.
So growing up, Yes. what is that thing you were taught about being a man yenye inafanyanga mtu ana bottle emotions? Abu anza na huyu. Ati, what I was taught while growing up, About being a man that makes, for example, maybe it makes... Unafungia vitu ndani. yenye nafungia vitu Wacha ndani. nikuwe interpreter. Ama wacha tuiseme hivi, what were you taught about being a man and handling emotions? Wewe Sasa unaanza na Kikuyu ule. na nikufikiria na try kufikiria Before ufikirie si mimi niseme. Sawa, sema. So, kitu moja, the question is very clear. Umesema, ni nini hiyo nilifunzwa ama nikalana along the way. Yenye nafanya nikuwe nafungia mavitu zenye zinanisumbua kichwani. Si ndio? Ama mentally. So one, it is like a stage ya kuondoka from childhood to adulthood, which is called young man, Adolescence. Transition. Transition. It is a transition from childhood to adulthood. No akimenya, unajua sasa wewe. Uje mama mezoea Kikuyu. No akimenya ali wewe, you said in an early episode I watched it, and you said and you cracked a joke and said you don't see the reason why you were circumcised. And I was like, tikava ni daru ile irua ria kirivata. Na wewe. Kwani ujuagi jokes? Ujamaa ajui jokes. So, that period usicheka tena hivyo. That period I'm funny. Na unyamaze bro waza akiongea. That period inafanyanga mtu a change mentality yake in terms of how you see things and in terms of how you relate with people. One, kuna wenye walienda ya kanisa na kuna wenye walienda ya nyumbani. Wenye tulienda ya nyumbani kidogo. By nyumbani you mean traditional? Not traditional per se, but like after going through the you go for the treatment na mtu anaitwa mzazi wako. But it's not your father, biological father, ni baba motiri. You get? So, huyo mtu anakufundisha vitu kadha wa kadha, kidogo kidogo ukikataa kukula chakula. You get? So ufanye practical. Unasema. So, after that period, unatokanga huku ukika like a GSU. You know? Like umekuwa hardened in a way, kuna vitu kidogo unaeka tu rohoni, vitu zingine hata ulikuwa zinafanya ukiwa kaboy unalialia ovyo ovyo, unashindwa kulia, unasahau kulia. Yeah. So, that is one thing that makes most men wa change na waache kupayuka wakipitia mashida. And do you think that's okay? I don't know if it's the right question. I think mine was before that, because when we go back to that before we came to Kutahiri, mtu alikuwa anaongwa, unaambiwa jaribu kulia, unajaribu kutoa hiyo machozi. Sasa hiyo si ati ufeel uchungu, unapigwa. No, ikuwe ni mwalimu, ikuwe ni wazazi. Kwanza mama yangu alikuwa anakupiga na chenye kiko karibu, ama kamba. Kamba, sasa unajua kwetu sasa ni ushago. Juu ulikuwa mkamba sana. As you say, sasa unajua kwetu ni ushago. Sasa alikuwa anaikunja hiyo kamba mara 4. Kwambia ile vitu utaekelewa na jaribu ulie hivi. Inaongezewa. So, hiyo ilikuwa, so hata ile wakati unahadeniwa, unaona hiyo part kwanza, hiyo part sasa kwanza ya kuvuka kutoka boy to adult. Hiyo part, yani unahadeniwa, hiyo life ya hapo before ndio ilikuwa inakuharden. Na ugiokuwa ikuragari uneo ndomeragira. In short amesema, ladies and gentlemen, nimesema ni mimi interpreter. Ukikuja ukiendelea hivyo before sasa uruke to adulthood, hiyo ndo vita yenye wapitia. So, yes. How has that shaped you today? According to what you explain wewe mwenyewe, and also on your end, how has it shaped you? So to start with, mimi imenishape.
imenishape in a way that I do things. Yeah? Just the other day, just the other day, someone was telling me that I look like a cop. Juu ya kukua hardened, the way I do things, the way I walk, you get. So, after that kapal, now you get into high school. High school, unaanza kuunlearn vitu za primary school. So, ka process bado kakuhardeniwa kajaisha. So ukiwa primary school ulikuwa unaandikiwa na mwalimu kwa nini? Kwa blackboard. Sasa umeingia high school hakuna kuandikiwa, ni dictation. So mentally unaenda ukiondoa wa upuzi. Ukitoka form 4 upuzi ingine unaenda ukiondolewa. So it shaped me that a discipline fulani kalikuwa generated from. Umechukua maneno yangu bana. Kwa niseme discipline hiyo imesaidia sana huku nje, and as we go imesaidia sana mtu amepata discipline. Kama umesema kama umeamua unafaa kufanya kitu ya kugrow. You have that discipline. Kama umeamua unawachana na kama huyu kijana awachane na madem. Atapata since alihardeniwa na alionyeshwa kama ni yes ama ni no. Akona hiyo discipline. Na get. So as we go on, ndio maana unakutanga hauko kwa ngori mob. Sawa? Kama sasa venye mimi sikunywangi, sasa sijui huyu. Sasa unaona kama venye sikunywangi, hata iletwe hapo, hata ikue aje, siwezi pata hiyo tamaa. Na ndio maana unapatanga wase wengi wenye walipata mzazi tofauti, like wakitahiri. Unapata msee ameanza behavior tofauti juu yako kuwa na baba motiri mzuri. Like mwenye alimpea hiyo nini, hakuwa mzuri, alimfundisha kununua bangi, kuvuta. Sisemi huyu. So unapata along the way Hi. So let's proceed. Why do you think that most men struggle or find it difficult to open up hata kama mtu ana struggle? Number one. I'm a man. Number one ni judgment. Unapatanga unaambia msee kitu yako, ni kitu yenye ulikuwa umesema this is confidential. Bro, usiambie mtu. Akia nani? Bro, mimi nakuaminia hii kitu nakuambia. Juu ni best yangu, usiambie mtu. The moment unatoka hapo, 411. Halo, gedhaiga bashai. Umesikia kitu Nicholas amefanya? Unajua ude mwenye alikuwa na masikio kubwa ni demi yake. Hata kona mimba. Like that is something that most men do fear. Tusiende hivyo tuanze. Ni ukweli, ni huyo. So, unapata hiyo ndo kitu men wengi huogopa. Not only men, even boys. Like you fear a lot yani kutoa information yako huko nje. Alafu una feelingi ni kama ukitoa hiyo information ama ukispeak out you weak. So hiyo pia inakuleta chini. Sikuongea si vibaya, lakini ile wakati nimeenda ati nimeongea inafanya ufeel kama haujiamini. Hata kuna ngoma ya Sauti Sol inaimbangwa inauma lakini nitazoea hali ya mwanaume duniani ni. Sasa chenye hatuhilingi huwa tuna learn ku live na hiyo pain. Exactly. Which also is very bad. Very bad. Very. Because to me, I don't think opening up should be seen as weakness. No, you are a lady. Hata to men, it's not supposed to be weakness. Let me ask a question. Tuseme tu ni follow up. One day you're gonna be a parent, si ndo? God willing, God akupe sons. You want to teach your son that opening up is weakness? No, what I will teach him is open. Yes, he's supposed to talk. Ile wakati imemlemea he's supposed to talk. But I will also teach him that si kila saa wewe ni mwanaume unafaa kuzoea na unafaa kuwa mgumu kwa vitu na unafaa kutafuta solution kwa hicho chenye kinakusumbua. Hata kama solution hiyo kuongea, well, go ahead. So, I believe
Solution kwa most men wanaonanga si kuongea. That is the main reason yenye inafanyanga wanyamazie. Na ndio maana unapatanga mwanaume akipatiwa platform aongee, tuseme sasa kitu imemfika mwisho, anaanzanga kulia. Tumeona kwa interviews mingi mwanaume anafika hapa anasema kama ile interview alifanya yeye alifanya so unaona haikuenda 30 seconds more than 30 seconds after ameambiwa ajiongee. nani huyo? Kuna huyu jamaa hapa sasa, si wewe Sasa si unaona shida ya kuopen up. sasa Mtu ana open up anakuja kuanikwa kwa interview. Sasa siwezi open up nini? sasa don't throw a bullet. Next question. Sijasema wewe. Unaona ni wewe umejisema. But sasa Tuende swali next. hata before tuende kwa swali next, do you know that you not being okay and bottling up your emotions zina affecting the people who are close to you? For instance, you have a spouse. Whatever you feel is what you project to them. Unaanza kuwajamia ovyo ovyo. Damn it. That's new. Well, So hata kama that's hutaki new. kuopen up, I think by the imagine true. Imagine since juu ya kuishi hivyo now we learn. Ona hata yani si already ushazoea hapo. So hakuna penye utatoa hizo zinaitangwa aje, hiyo attitude. Huwezi leta hiyo attitude kwa watu wengine. New point imefanya nipate njaa. Huwezi leta sahi manzi umekula. Huwezi leta attitude kwa watu wengine. Alafu pia ukileta haitakusaidia. That's why we prefer hata heri uniongelesha ni kunyamazie. But you know, acha nasema hivyo juu unasema ati una prefer usitole watu attitude. Hiyo attitude unatoanga bila wewe kujua. It won't look like attitude to you, but you treat someone venye una feel. So if you feel shitty, una treat mtu hivyo. Shitty. I know what kuna yes, your point is home. I know who you're telling. Her point is home. Sawa? Na ujua. Tumekuambia na umesikia. Lakini guys, Sawa, this tuende is kazi. personal. Any general naongea by the way. General Matangi. Normally tunaambiwa hurt people. So if you're not okay, you also Hurt people. Yes. Hiyo ni mpya. Andika. Hiyo imeandikwa kwa kitabu ya science. Andika hiyo. Page 36. Form 3. juu tukishinda hapa na tutamaliza. What does mental exhaustion look like in a man? Wacha nifafanue. Huo mwanaume ana try his best to stay strong. Umesema ana try his best to stay strong. So mental Kwanza exhaustion nitapiga hiyo joke nilikuwa nipige later. Sasa ni venye umesema wacha nifafanue. So na si fafa, kuna fafa na kuna mama, kuna silence. Tugiria. Haya, so he's trying his best to stay strong. Na hapo ndipo mama yake anaingilianga sasa. Unajua mambo yakiharibika, you find peace. You want to find peace. Na sasa kama demu yako huna, tuseme for example mwenye hana demu, juu obvious akiwa hapo, si mtu akiwa hivyo si bado akiwa exhausted hivyo si bado amesota ama bado hajasota. So in short acha tuseme Somehow tu. Hapo tu hapo juu pia mambo hizo ma stress obvious unakutanga ma stress zenye zinakupiga hiyo design ni za mambo kama rent, kama yani hakuna kitu yako ina go through. Si ndio? Unaona ni kama dunia imefika mwisho. So mama anakujia. Unajua ukimpigia hata hutamwambia ni nini, but unaweza mtajia neno kamoja tu huku tunang'ang'ana tu, atakwambia maneno hapo na itakubring back to life. Na get so umesema how does it look? Hey, swali tumerudia sana Kioria kewe, you just want peace. Hivyo but okay, mi si mwanaume lakini probably I'd define it as maybe someone who feels they're at their lowest, unmotivated, maybe, I don't know.
someone who is Define it. oversleeping and all that. Like, you get? Hiyo ni depression. See, depression, if you get yourself into that mood of oversleep, Acha mi I think nailache unasema. Or you know you can work Niseme, at not working kuna at venye night. naelewa wewe The point of, like, una feel tu hata mwili yenyewe imechoka. like you So feel hakuna tuseme- kitu inakubamba yani. Like hata mtu anakupigia simu unashinda sasa anachukua nimwambie. Ati you So feel- in short, mtu anabadilika. Yeah. Kama huyu kama tu for example tuseme wewe umezoea kushinda ukituchekesha. Sasa hata utaki kuonekana, utaki Staki. kutuona. Do you think men are given the space to be vulnerable? Yeah, we are given a space, but we don't want to be. and also we are not hard. Not only that we are not hard, but sisi kulingana na sisi, the masculinity, toxic masculinity cannot allow. Yeah. Gangster points zishuke. But imagine that's aje. bad. Kwani sisi ni wanawake? Kwani sisi ni wanawake? Kwanza mwanaume hata kuoga kama ni kuoga. Unaoga mara 3 kwa wiki. Hata si mara 3 kwa mwezi. Unaoga mara 3 kwa mwezi. Ai, kwani umekuwa Na wewe princess? uoge bwana. Uoge upende maji. Penda maji ndugu yangu. Ataka wewe ule toba tohoro wewe. Au utafanya tupigwe? Mvua ikinyesha unaogea hapo. Kuna. So Unatembea. what I'm gathering from all this is that you men are given a space to be vulnerable, just that you people choose not to because you don't want. In short, Yeah. mtajajiwa. Ni kama uende kurushia a lion kitu kama nyama ya samaki. You get? It is not used to that. But hapana. We are used to vitu ngumu ngumu, mahidi, zebra. You get? Sasa unakuja kutuletea kanini, kanaitwa na kanini? Kabuffet. Hapana. Sasa hiyo hata nimeshindwa hata kama swali yangu nafaa niulize next ina make sense kama already mshajijazia that. Uliza. you're not supposed- Uliza ujibiwe. So if men were always allowed to speak freely, wewe mimi msichana anaweza pigia sema nichukue simu nipigie Njeri nimwambie unaona so and so has done this. I'm going through this and this and this. If men were allowed to do that, do you think, of which I still think they're allowed to do that, just that they don't want to, do you think the world tungekuwa tuna a safer space for everyone and also for men even more? Hapana. So what could the term man mean? Unajua nyinyi sasa ile mnakaa sasa nyinyi wa nini? Okay, we don't look as if we are competing to say that men should be nini, but ukweli usemwe. Wewe ukiwa Sana tunaongelelea mental. ukiwa na the man of yourself, mwenye unaitaka your man. Ukitembea na yeye unasikianga uko safe. Ndio. Ni ukweli. But the moment you are walking alone, una feeling hapana hapa naweza ibiwa simu. Depending on ni wapi. You get? The point hapa ni kwamba men are very different from women. The way you perceive things is not the same way we do. Okay, kidogo. Sasa tuseme kama sahi mimi naweza enda nicheze pool table hadi saa 8 usiku na niende home vizuri without kujiuliza na mwizi akitokea ninyonge nini. But for a lady hata kuwa na hizo vitu zote. You get? So we are different in terms of how we think, in terms of hata vitu zingine naonanga ni kama mnatuhurumianga you ladies. Mnatuhurumia. Okay. So mimi sijui kama ni mimi swali yangu ndio inafanya mjibu hivyo, lakini what I was trying to maybe understand is if you guys were allowed to speak openly about your mental Cannot health. be allowed. Hata tukiongea itakuwa ni moshene. Unajua right now women have been empowered. Sasa kitu iko sasa ukiwa na 1 million na your man ako na 1 million, hiyo nyumba iko na ni ukweli? Si ni ukweli. Akiwa na 1 million mimi. Hapa mlitoka your man- kusema mkiwa na Masi, Njeri, sasa haiwezi enda 50-50, si ndio? So, na kwanza tulikuwa na nyinyi wawili. So, hiyo nyumba ikiwa na 1 million, mwanaume ako nayo na bibi ako nayo, iko na mita moja.
Sindio? It is not a 50. Sindio? Sema hapana ni kuattack na kwa hiyo episode ingine. So kitu iko Sawa, yes ni kweli. If okay, the question is, am I getting in this relationship ikiwa 50-50? We're not talking about finances, sindio? If he is the provider, the man is the provider, na hakuna kitu ingine anashughulikia kwa hiyo nyumba, at the end of the day hata mimi na meet 50 yangu 50 yani because he doesn't have to worry about anything else in the home, about kama ni ku take care of the home, so everything is so up that to is- me. that is- 50-50 is not about ukiwa huyuko. okay, let me ask. Okay, I think we can do that is no. Si we can Madam do Speaker, hivyo, allow si me we can talk. do hizo Allow me talk. 50-50, tugawane Madam 50 Speaker. zako, tugawane 50 zangu. hata kuongea tu kweli haitawahi kuwa hata yenyewe Obstruction, haitakuwa 50-50 obstruction. juu. So inaambia kwa obstruction. Yes. Objection. Objection, no, si obstruction. Objection, Madam Nilikuwa nataka Speaker. kupiga joke. Hiyo si joke, Objection. hiyo si funny. Tumia. Do objection hiyo. Acha niulize tu swali Acha nijibu inaniwasha. kwanza. Niseme ya kwamba hapa kwenye unasema 50-50, I understand. But kuna kitu moja nyinyi hamchunguliangi. Wewe uko hivyo, but the rest wako hivyo. Wanawake Yesu Kristo. Okay, sasa mi siwezi ongelelea mtu mwingine. Exactly. But acha niulize niko swali. Uliza. Unaona hivyo unasema ati warning kama whatever, let's assume the man is basically providing everything, and let's assume I'm a stay at home mom, but everything at home, hakuna siku huo mwanaume ata have to worry about so nyumba ni safi, bibi ana as in everything as a lady ya nyumbani nimefanya, whether it's through help, yes, but the home is orderly. In this generation, Acha niulize swali, Jamal za swali yangu. uliza. So in a situation where yes, the man maybe alikuwa na kazi, kazi maybe kaenda down ama hana job anymore, and yet I'm the one who's working now and I have a job that can keep us like running, moving for the time being. Huo mwanaume anataka bado nikitoka kazi nakuja napata everything haijafanywa, mimi ndo nakuja kufanya. Sasa wacha Hata nikwambie. saidia. Sasa wacha unaona sasa. Angalia. Ile wakati unajua ni nini unaona tu nyumba. Hiyo nyumba yenye unasema unaosha na unafanya una take care of. Ni analipa masi analipa. Ni ananunua chakula masi yeye. So, ni anafanya kila kitu. Acha unaona hizo vitu zenye anasema. Ngoja. Lakini sasa imefika tani yake ameshindwa. Zinatupea issues na mental. Ngoja. Hiyo tani yake yenye sasa imefika tani yake ameshindwa. Sawa? Imefika tani yake ameshindwa. Pale hivyo alikuwa ananiona nikiwa hata na doa ama nikiwa hata hiyo kazi, alikuwa ananiona mimi ni mfalme. Imegeuka sasa, yeye nimekosa pesa, yeye amekuwa nazo. Akiniangalia hivi anaona nakaa zebra. Wewe si zebra. Hey, wacha niwaambie. Wewe ni Sasa Sasa unaona kama vile chimpanzee sasa venye huu anaweza kuona ukiwa sasa. Nasema hii ni Australopithecus. Wachana wewe Australopithecus kwanza akimuona Australopithecus. Anyway, so tumesema Australopithecus. But in this generation Hebu fanya uko na mobiles. Uko na umeona sikia hiyo. Sikia. Umesema Astro, si ndio? Astro. Haya sasa unaona sasa venye mobiles zimekufikisha, unaona mobile. Mobile ni petrol station na hiyo. Sasa nimeelewa na unatuelezea. Astro, unajua huyu aget. Anyway, tulikuwa hapo kwa in this generation we ain't marrying a stay at home wife. To marry a housewife. Tuna marry, so 50-50 ilikuwa inakujia hapa. Unaenda kazi naenda, si ndio? So ulikuwa unasema ikuwe 50-50, haiwezi kuwa 50-50. Ulikuwa unasema haiwezi ama inaweza. I'm saying 50-50 doesn't necessarily have to be finances. Okay. It have to be and what? now we are kama ni 50, why is 50 we are applying? bringing a new episode on that. We are going to invite another mutaalam. So before hayo tuendelee mambo. to you, Mental it's health. 50-50. Is We will do 50-50. that I 50-50 thing. I want to get your answer on that. Aske yaniko nisha get. Wewe is 50-50
basically about finances. It is not about finances. Everything at finances ina involve mpaka nani anashika mtoto leo na Exactly. Ndio hiyo nilisema mambo zako 50 zangu 50. Sawa kidogo. Ndio hiyo. Nani anashika Ndio. mtoto kesho, nani anamchange diapers Okay, acha kesho. niulize swali Of ni which hapo much kidogo. as much as tunaleta tutafanya an episode on that. So Niko hata swali imepotea juu nimeshtuka. Acha tu tumalizie hapo. Nikikumbuka swali nitaandika na hiyo ndio itakuwa swali ya kwanza. Hata mimi Nikikuja nimeshtuka. on set nitamuuliza. Hata kama tushamaliza. Tushamaliza. Lakini huyu advice iwe. Nani? Yeye. Kwa nini? Achana na madem. Niko so wewe Na kutangia joke zangu. tuseme tu assume unafanya basi ndio swali yangu imerudi guys. So to assume you work together with your wife. Ni income yenu mnatoa pesa nyi wote wawili ni the same place. You help each other at work. You're not going to help your wife pia back at home. Sasa mnasaidiana kazini. Tunasikia pia mimi ni binadamu, si ndio? Na najua tumetoka kazi tumechoka. Si ndio? Naweza kuja noti wote hivi usiku kusaidia kuosha vyombo. Juu pia sikiza kuna vitu nitakusaidia hizo vitu zote, lakini kwa Bible pia wewe ni mwanamke. Hatuwezi toshana ever. Ndio ama sio? Hapo sitakusupport ndugu yangu. Sikiza kwanza point yangu na utafanya tupigwe. Bro, utafanya tupigwe na wanawake hapa na madem. Sikiza point yangu. Mimi I'm very sorry ladies. I'm very sorry. These are the type of Kenothias we have. I know I'm Anganothia but I will not support this. Kenothia pewe. Ndio maana nimefanya hivi. On behalf of ladies na nimesema sikiza unajua mwachi ni ninakaa ni kama I'm the bad guy. He's still going through evolution. So evolution. Tumetoka hiyo job yenye unasema. Tumekuja sisi wote tumechoka. We can decide ndio venye tumechoka. Tukitoka huko hadi nyumbani we can decide either kuenda kupika ama kununua. Yende hivyo. Ama wewe hujui ladha na raha ya kupika. Sasa sikia mimi nimechoka. Ndio hiyo sasa na try kuambia mimi nimechoka. Tuambie. Nimechoka, yeye amechoka, hataki kupika, mimi nimechoka, lakini hawezi wewe basi bibi ni wakazini basi kama upiki. Tutaenda tusaidiane hapo. Nitakuwa nakupatilishia nyanya. Nyanya la venye ni expensive unazitaja. Like hawezi in short nasema hawezi achilia, hawezi muachilia. Na intruder? Ati? In short na guys, come on. Wait, wind up. Acha hata tukafunge. Tell us where to find you guys on social media platforms. Mimi unaweza nipata kwangu. Na unaweza nipata kwa social media Jeka hiyo. Ukimkosa unaweza mpata pool. Nikimpiga. We wish one episode tukue kwa. Huyu jamaa fly drone ajui kucheza FIFA. Hata unaweza shindwa. What kind of a weakness is that? Uni watao mimi yeye hajui kukamua, ninajua kukamua. Sasa ng'ombe gani unakamua town? Sasa ndio hiyo hapo ndipo FIFA inaingilia. Wewe ni watao si umekonda juzi. So wao ni watu wenye unapatanga ukipata kama mtu kanono FIFA. Ukipata kama mtu kanono FIFA usicheze na yeye. Hii ni body shaming, ananiambia nimekonda. Unajua mimi sija body shame. Lakini anaongea kuhusu kukamua. Haya twende. Unapatikana wapi social media? Jeka hiyo ni Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, linked out. Kila mahali, Snapchat, Telegram nilitoka juu ya huyu. Niliona amepostiwa huko. Nikashindwa what kind of a body is this? Is this body tea or body porridge? And I'm proud of that. It is porridge. At least porridge. It's unique. It is porridge. So mimi naweza nipata TikTok, Niko Drone, Niko Creative, either FB the same Niko Drone or Niko Creative, Instagram Niko Drone or Niko Creative, and Telegram naweza wasema acha niseme mnaweza nipata kwa Jeka hiyo Exposes. As he says.
Unajua huyu jamaa Facebook yake ilifungwa. Alikuwa anaweka wasichana wa South Africa wakiwa wamefanya hivi. Behave, guys. Ni kijana ambaye ni mpotovu. Bye bye, guys. And for me, Shiku Karaoke. Thank you so much for tuning in. And kindly, as a man, as a lady, give your opinion on each and every question we've discussed, because kuongea tu kweli. Yes. And see us next. Waambie hata next tutakuwa tukiongelea 50-50. Na nitawaleta tuongelee 50-50 juu sasa hata okay, tuongelee everything matters. Tuseme na imagine nini mguu peke yake. Na uoe. Na uoge bana. Na uoe. Hii mguu bana iko na uchafu. Hii mguu iko na uchafu. Until next time, bye bye. Mimi naweza chezea bano. Hebu kata, bye. Sawa.